Habari na karibu tena katika chaneli yetu ya Thrive Mimi. Je, unawahi kuhisi tumbo limejaa, linauma au limefula hata kama umekula kiasi kidogo sana? Wengi wetu huzani tumekula sana, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi mmeng'enyo wetu wa chakula haufanyi kazi inavyotakiwa. Leo nitakueleza kwa nini hali hii inatokea, kwa nini haupaswi kujilaumu, na jinsi gani unaweza kuanza kuusaidia mwili wako badala ya kuupa adhabu. Baki nami mpaka mwisho wa video hii. Kwa nini tumbo lako linalalamika? Utangulizi. Mtazamo mpya wa tumbo lako. Watu wengi hudhani kuwa tumbo kujaa gesi, kuuma au kufula ni matokeo ya kula sana pekee. Lakini ukweli ni kwamba hali hiyo mara nyingi ni ishara kuwa mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula haufanyi kazi inavyopaswa. Mmeng'enyo wa chakula ni mchakato mrefu na mgumu unaoanza kabla hata hujaweka tonge kinywani, na unahusisha viungo vingi vinavyofanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Unapokula kidogo na bado tumbo likajaa gesi, mwili wako unajaribu kukuambia kitu kuhusu ufanisi wa mfumo huu. Safari ya mmeng'enyo inaanza kinywani. Unapocheuna chakula, meno hukisaga kuwa vipande vidogo, lakini kazi kubwa inafanywa na mate. Mate yanavimeng'enya enzymes vinavyoanza kumeng'enya wanga hapo hapo. Ikiwa unakula kwa haraka bila kutafuna vizuri, unalipa tumbo lako mzigo wa ziada ambao haukuwa wake, na hii ni moja ya sababu kuu za kuanza kuhisi usumbufu baadaye. Kikishashuka kupitia koo, kinaingia kwenye tumbo la chakula, stomach. Hapa tumbo hutoa asidi kali sana na vimeng'enya vingine ili kuvunja protini. Hiki ni kipindi ambacho chakula kinageuzwa kuwa kama uji mzito. Hii inaweza kutokuwa na uwiano sawa, jambo linaloweza kusababisha kiungulia au hisia ya tumbo kuwaka moto. Baada ya tumbo kumaliza kazi yake, chakula huingia kwenye utumbo mwembamba. Hapa ndipo miujiza inatokea. Kirutubisho kila kimoja, vitamini, madini, mafuta na sukari, hufyonzwa na kuingizwa kwenye damu ili kuupa mwili nguvu. Ikiwa mmeng'enyo haukwenda vizuri katika hatua za awali, chakula hufika hapa kikiwa hakijatayarishwa vizuri, na hapo ndipo utumbo unapoanza kupata shida ya kufyonza virutubisho hivyo. Na tatizo la gesi, mabaki yasiyohitajika huingia kwenye utumbo mpana. Humu kuna mamilioni ya bakteria rafiki ambao husaidia kumalizia kazi iliyobaki. Hata hivyo, chakula kikikaa muda mrefu bila kufanyiwa mmeng'enyo vizuri, bakteria hawa huanza kuzalisha gesi nyingi kupita kiasi. Hapo ndipo unapoanza kuhisi tumbo limekuwa kama mpira, unajihisi mzito, na wakati mwingine unapata maumivu makali. Kwa nini mfumo unakwama? Zaidi ya chakula, ni muhimu kuelewa kuwa mmeng'enyo wa chakula hauathiriwi na unachokula pekee. Kuna mambo mengine makubwa. Msongo wa mawazo, stress. Ubongo na tumbo vimeunganishwa kwa karibu sana. Unapokuwa na stresi, mwili unazuia damu kwenda kwenye mfumo wa mmeng'enyo, na hivyo mchakato unakwama. Kunywa maji vibaya. Maji ni muhimu sana katika kulainisha chakula na kusaidia vimeng'enya kufanya kazi. Kukosa maji ya kutosha ni kichocheo cha tumbo kufura na kukosa choo. Tabia za ulaji. Kuruka milo au kula kwa nyakati zisizoeleweka kunavuruga saa ya asili ya tumbo lako. Hitimisho, jifunze kuusikiliza mwili wako. Watu wengi hupitia mateso haya kwa siri, wakivaa nguo kubwa ili kuficha tumbo lililovimba au kuepuka kutoka nje kwa sababu ya aibu ya gesi. Lakini hatua ya kwanza ya kupona ni kuelewa kuwa tumbo lako halihitaji adhabu ya njaa, bali linahitaji msaada na mazingira rafiki. Badala ya kujilaumu, anza kufuata utaratibu wa kula kwa utulivu, kunywa maji ya kutosha, na kupunguza vitu vinavyokupa msongo wa mawazo. Mfumo wako wa mmeng'enyo ni injini ya mwili wako. Ukiutunza vizuri, utakuwezesha kuishi kwa furaha na wepesi. Je, wewe unapata changamoto gani kwenye mmeng'enyo wako? Hebu tushirikiane uzoefu ili tusaidiane kuishi maisha yenye afya bora. Asante sana kwa kuwa nami mpaka mwisho wa video hii. Naamini sasa umeelewa kuwa tumbo kujaa gesi sio kosa lako, bali ni ishara kuwa mfumo wako wa mmeng'enyo unahitaji msaada. Kumbuka, hapa Thrive Mimi, lengo letu ni moja tu: kukuona unastawi na kuwa na afya bora kila siku. Kama umejifunza kitu kipya leo, tafadhali gonga hicho kitufe cha like hapo chini na share video hii na rafiki yako ambaye unajua anapambana na changamoto hizi za tumbo, na uwashe kengele ya taarifa
ili uwe sehemu ya familia hii ya ushindi. Nieleze kwenye comments ni kitu gani kimoja utaanza kukibadilisha leo ili kusaidia digestion yako. Nitapita kusoma maoni yenu yote. Hadi wakati mwingine, kumbuka kuitunza injini ya mwili wako ili uweze kutesa na maisha kwa furaha. Ni mimi wako kutoka hapa Thrive Mimi. See you in the next video. Kwaheri.